Wito, kusudi, uongozi, maono ni maneno yanayowachanganya watu wengi. Msingi uko wapi? Msingi upo kwenye kusudi. Kusudi ndio kila kitu. Kusudi ndio wazo la Mungu la kukuweka wewe duniani. Sasa wakati unalitumikia kusudi, ndipo ambapo kuna vitu vitakavyokuwezesha kusudi lako kuwa hai. Na katika hivyo vitu, kimojawapo ndo tunaita wito. Vingine vinaitwa maono, vingine vinaitwa uwezo wa uongozi. Vyote hivi, wito, uongozi, maono, vinatumika kuelekea kwenye kusudi. Manake kusudi ndio kitu ambacho kiko cha kwanza. Lakini katika hayo, wito ni kama ofisi ambayo unaitumia kulitimiza lile kusudi. Maana yake, wito ni kama sehemu yako unayoitumia kufanya biashara ya kusudi. Napozungumza biashara, napozungumza ofisi, simaanishi hii physical office. Sio kama labda wewe unajihusisha labda na biashara fulani. Let's say Majaliwa Padi anahusika na ofisi za printing na stationery, kwamba ndo hiyo nazungumza. Hapana. Ninachokizungumza hapo ni kwamba ni kitu gani ambacho unaona ukikifanya kinakupelekea kulitimiza kusudi. Ngoja nitafsiri kwa namna rahisi. Biblia inasema aliwapa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa walimu na wachungaji, wengine kuwa wainjilisti, kusudi kazi ya huduma itendeke. Kwa hiyo tuna mtu ambaye ana wito wa kichungaji, hiyo ni ofisi. Tuna mtu ambaye ana wito wa uinjilisti, ana wito wa utume, ni aposto. Hiyo ni ofisi ambayo anaitumia ili atimize kusudi. Na hilo kusudi ni nini? Ni kazi ya huduma. Kazi ya huduma gani? Kuwatimiliza, kuwakamilisha watakatifu. Kwa hiyo kusudi ni kuwakamilisha watakatifu, lakini atafanya hiyo huduma kwenye ofisi yake. Kwa maana yake naposema office ni kama hii ninayoifanya. Majaliwa Padi ni mwalimu wa uongozi, ni kiongozi. Kwa maana hii ndio ofisi ambayo mimi natakiwa kuifanya ili kulitimiza kusudi la kile ninachokifanya. Kwa hiyo nikiwa ninafanya hivi, niko ofisini, niko na practice life, real life. Niko naishi kwenye ramani ambayo Mungu alinitia kuifanya duniani. Kila mmoja duniani ana kusudi. Mungu hajawahi kuumba mtu kwa bahati mbaya. Inawezekana pengine kuna mtu anajichukulia kama sio wa thamani, wala maisha yake hayana maana duniani. Nataka nimwambie kuwa yeye ni mtu wa thamani. Wewe ni mtu wa thamani. Maisha yako ni ya thamani. Mungu alikuweka kwa ramani yake ulitimize kusudi lake. Hakuna mtu ambaye ni wa bahati mbaya duniani. Kwa mfano, nimesema mimi natumikia kwenye eneo la uongozi na kufundisha elimu ya maendeleo binafsi. Lakini hii nikasema ni ofisi yangu. Nikasema huu ni wito wangu. Wito wangu kutumika kwenye uongozi. Kimsingi hapo sijataja habari ya kanisani. Sijautaja uchungaji hapo. Wito sio kitu ambacho wewe umekidesign. Wito ni kitu ambacho Mungu amekidesign. Ni hii inatoka ndani. Yaani manake ni Mungu anakuwekea mzigo, wewe unaufanya. Sasa kinachokuja kutofautisha hapo katikati ndio kitu kinachoitwa maono na kitu kinachoitwa uongozi. Kitu kinachoitwa maono na uongozi ndio vipo katikati. Manake ni kama vile tunaanza na kitu kinaitwa wito mwanzoni, alafu huku mwishoni kuna kitu kinachoitwa kusudi. Lakini hapa katikati ndo tunakutana na uongozi, tunakutana na maono. Kuna njia ya kutimiza wito na kuna ramani ambayo inauongoza uongozi, au inaongoza hiyo ramani ya kukupeleka kwenye kusudi. Sasa naposema ramani ya njia ya uongozi ndio inaitwa maono. Lakini uongozi ni njia yenyewe ya kuelekea kulitimiza kusudi ambalo limeanzia kwenye wito.
Sasa naweza nikasema kwamba tuna watu wengi ambao wanajua wito, kwamba wanajua nini ambacho wanatakiwa kukifanya, ila hawajui kwa nini, kusudi lake ni lipi kwenye hicho wanachokifanya. Lakini vivyo hivyo wanakosa foundation, msingi ambao ni njia ya kuwapeleka huko, ndio inaitwa leadership abilities. Na kwenye hiyo sasa wanapotea kwa kukosa ramani ya kuifuata ambayo inaitwa maono. Hivi unajua kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sio kusudi, ni maono. Maono unaweza kuyabuni, kwa maana ya kwamba maono yanatafsiri, au niweke kwa lugha rahisi, naomba niweke kwa lugha rahisi kwamba wewe leo hii kuna kitu unachotaka kukiachieve. Nitolee tu mfano ule wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi Majaliwa Padri Mwashiuya nina maono ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hayo ni maono. Kwa nini unataka kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Hicho ndio inaitwa kusudi. Ni nini umekibeba kinachosema wewe ukawe kuwa rais, ukakalie kile kiti cha urais? Kuna nini nyuma yake? Hilo ndio kusudi, kile ambacho unakusudia kukifanya kwa Watanzania. Ule mzigo ambao unaona wewe unatakiwa kuutimiza kwa Watanzania, na unaona ukiutimiza utakuwa umefanikiwa. Hilo ni kusudi. Lakini sasa nimesema maono ni kuwa rais. Kwa nini maono ni kuwa rais? Kwa sababu ninajua nitakapokuwa rais nina uwezo wa kuyatimiza yale ninayoyahitaji, ambalo ndilo kusudi langu. Kwa maana hiyo sasa, maono unaweza kuyabuni. Vision is a dream that invents the future. Maono ni ndoto ambayo inaibuni kesho. Kwa hiyo unataka kuibuni kesho yako, unatengeneza maono ambao lazima uyafikie. Sasa kwenye njia ya kuyafikia ndio tunasema sasa ni uongozi. Uongozi kwa nini? Kutoka chini kwenye kitu kinachoitwa wito paka kuna vigeti kufika kwenye kitu kinachoitwa maono. Si jambo jepesi. Si jambo jepesi. Maana yake sasa tayari tuna destination ambayo tunaiendea, tunaita maono. Maana lamani tunayo. Lakini njia ndio uongozi. Uongozi, uwezo wako wa uongozi ndio unatuambia kwamba unatakiwa upite wapi mpaka ufike kwenye yale maono makubwa. Kusudi ni kujibu swali la kwa nini. Ninataka kwenda Dar es Salaam, niko Dodoma. Kwa nini? Kwa hiyo nikijua kwa nini nataka kufanya ninachokifanya, basi nina sababu za kukifanya. Kwa hiyo tunapokosa kwa nini, hatuwezi tukawa na hatua yoyote ya kuifanya. Kwa kama haujafanikiwa kujua kwa nini, hivyo unavyovifanya ni useless. Kwa nini unafanya ndio natakiwa ikupe sababu. Ndio maana tulijifunza kwamba kwa nini inajibiwa na kwa sababu. Kwa hiyo kwa nini unafanya ni kwa sababu, na sababu inaanza baada ya kwa nini. Maono ya mtu kuyatambua ni mpaka akutambulishe, ila kama Mungu amemtambulisha, basi unaweza kuyatambua maono. Kwa sababu Mungu anaweza akasema huyu mtu nina mpango wa kumuinua na nitamuinua na ninakusudia kumuinua. Kwa hiyo njia zake zitakuwa ni nyepesi, kwa sababu atakuwa anapita kwenye ramani ambayo Mungu anamwanzia. Kwa hiyo anapita kwenye ramani ya Mungu. Vitu vyake anavyovifanya vipo tayari calculated, tofauti na yule ambaye sasa anapambana, ana strive. Tunasema pambana kulijua kusudi lako. Yani hakikisha unajitafuta. Sasa mtu anayejitafuta na ambaye tayari ameshatafutwa ni watu wawili tofauti. Yeah. Kwa kuna uhusiano mkubwa sana kati ya kusudi na Mungu, kwa sababu kusudi ni Mungu ambaye analianzisha. Ukitaka usijitafute, basi mtafute Mungu akupe kusudi, akutafsirie, afu wewe utapita kwenye ramani kirahisi sana. Na hata kama changamoto zitatokea, basi utaona wepesi, kwa sababu Mungu atakuwa tayari ameshakurahisishia njia ya namna ya kuzitoa hizo changamoto. Niseme kuwa
Hivyo ni vitu ambavyo vinatafsiriwa kwa namna mbalimbali, na kwa watu wanavyojitahidi kutafuta na kuchunguza, ndio sasa hao maneno yanapotokea. Na hao wote lengo lao wanaposema tafuta uwezo wako wa kipekee, unajua mtu anaweza kuvurugwa kwa kuambia jitahidi, ujitafute, ujue kusudi lako. Sasa mimi najitafuta wapi brother? Au ni kunivuruga? Huo sio mfumo wa maisha ambao natakiwa kuwa. Sitakiwi kufanya kila kitu, ninatakiwa kufanya kitu ambacho nimeitiwa kukifanya. Kile kitu ambacho nimeitiwa kukifanya. Mungu hajakuficha wito wako, wala Mungu hajakuficha kusudi lako. Ila tofauti ni kwamba kuna kelele nyingi ambao sasa zinawatoa watu kwenye mstari. Wakati mwingine unaweza kujikuta kwa sababu ya maneno ya ndugu zako, kwa sababu ya kudhalauliwa na familia yako au marafiki zako, ukawa umetoka kwenye ramani ya kusudi, umechukuliwa kwenye upepo wa watu wengine. Hiyo inatokea. Ndio sasa utajiuliza kwamba wote wanaoandamana huwa wanajua sababu za kuandamana, au wengine ni bendera fuata upepo? Kwa kama haujui, ni sawa na bendera ambayo indapelekwa kokote kule. Ili ukiwa unajua ni kama merikebu. Unajua merikebu ni kubwa sana, lakini usukani wake ni mdogo sana. Lakini ule usukani ndio unao control merikebu ielekee uelekeo anakoazimia kwenda nahodha. Maana yake sasa, ukisha kuwa umejua wewe senta yako iko wapi, ni nini ambacho Mungu amekiweka ndani yako kwa utulivu wake, basi ni kama ile kusudi lako linakuwa tu kama usukani kuongoza maisha yako yaelekee kule ambako kusudi linatakiwa kukupeleka. Naomba niliseme hili kwa uchungu sana. Kuna muda ninahisi kama we are manipulated. Yani tunaishi kwenye dunia ambayo imechezewa kidogo. Kwa maana hiyo tumekuwa twisted. Naomba niongee kwa uchungu sana kwamba tumekuwa twisted. Mifumo ambayo iko duniani, mifumo mingi sio ile Mungu ambaye alipanga iwepo. Inawezekana alipanga iwepo, ila kuna wahuni wametwist mifumo. Yani by any means watu wanapambana kwa maslahi yao au ya nchi zao. Ndio hapo sasa watu wanatafuta elimu kwamba mimi nimesoma engineering ya telecommunication minara, manake nimekuwa twisted na elimu kwamba wewe bwana tumekufungia kwenye hili eneo lako ni minara, wewe uzulule wende ile milima kwenye minara huko, hilo ndo eneo lako. Udili na computer networks, hilo ndo eneo lako. Je, hivyo ndivyo Mungu alivyotaka mimi nifanye? Tunataka elimu itutafsirie maisha. Mtoto anakimbizwa wahi shule ili uwe dokta, uwe engineer, uwe mwalimu, uwe pilot. Ni sahihi kwa sababu vinahitajika na dunia. Je, hivyo ndio vitu ambavyo Mungu amekuitia dunia kuvifanya? Au tumetoka kwenye kusudi tumeanza kutumikia njaa? Kwa sababu hiyo sasa tunatafuta high paying jobs, kazi zinazolipa mshahara mkubwa na status. I am a doctor, mimi ni engineer. Mimi ni engineer. Mimi ni engineer wa telecommunication. Moja ya kitu ambacho kimewafanya watu wengi wawe manipulated, watoke kwenye ramani, wamekuwa twisted, ni elimu, mfumo wa elimu. Lakini pili, dini. Mimi siamini kama Mungu alikuwa anaita watu wote wamtumikie kwenye zile ofisi 5 ambazo alizitambulisha. Ndio maana Biblia inasema aliwatenga wengine kuwa mitume, wengine, manake alichukua portion ya watu watumika kwenye hizo nafasi. Sema changamoto sasa ambao hii naisema ni kwamba na wao pia wamekosa kitu kinachoitwa vision, wamekosa kitu kinachoitwa maono na ile leadership abilities. Kwa maana hiyo sasa watu wanajikuta hawawezi kukaa chini ya mtu ambaye ni incompetent. Wakikaa kwa mtu ambaye hawezi kuwaongoza, maono yake ni madogo, haoni kwa ukubwa, kwamba wanaona maisha yao yanazidi kudidimizwa. Na kimsingi niseme dini ina mchango mkubwa sana wa kudidimiza kusudi la watu. Na kuna namna ambavyo wanatafsiri unyenyekevu in a wrong way. Kuwa tu mnyenyekevu. Unajua kuna unyenyekevu na ujinga. Ni mstari mdogo sana. Yani unyenyekevu na ukoloni
vinaweza vikawa vinakaribiana hivi. Yaani unaweza ukawa kama vile wewe umefanyiwa kwenye biashara ya utumwa, ila unaambiwa kuwa mnyenyekevu kwa sababu umeuza kusudi lako kwa mtu ambaye hawezi kulicultivate hilo kusudi. Ndo hapo sasa tunahitaji mtumishi mwenye maono makubwa. Huyo mtu anafit kuwaongoza, anafit kuwa mtu wa mbele. Changamoto inayokuja ni kwamba tukisoma vitabu vya John Maxwell, anasema kuwa a great leader anatengeneza great leaders, lakini sisi tunatafuta kutengeneza great followers. Yaani watu ambao tutawaburuza, sio watu ambao wameimarika kwenye uongozi wakiwa wanaweza kutembea kwenye njia yao kuelekea kulitimiza kusudi. Kwa dini na zenyewe zimekalia potentials za watu, na ndio maana utasikia kuna hii misemo kwamba unajua wanaosali wengi ni maskini au wanaosali wengi ni wajinga, kwamba wale ambao wamefanya vitu vikubwa sio waumini. Changamoto ni kwamba wamekosa great leader ambaye atawafanya kile wanachokifanya kiwe mwisho wa siku sasa wanaona wajisimamie wenyewe, hata kama wanapotea na kufanya vitu visivyokuwa sawa, ni kwa sababu either ni kosa la mtangulizi au ni kosa la mtu wa mbele ambaye amesimama kwa wakati huu kwa sasa. Mimi ninaamini kabisa kwamba kiongozi ukiwa na maono unawavuta watu kuja kwako. Ni sifa mojawapo ya maono, kwamba maono yanawavuta watu kuja kwako. Ndio maana kanisa la mchungaji ambaye yuko imara hapa ana maono makubwa, linajaa na wanapanua. Mimi siamini kama washirika wanatoaga 1,000 kama sadaka. Ni kwa sababu ya mchungaji alivyojiposition na alivyo wapa wale watu tafsiri ya maisha yao. Yale maono ndio yanayoamua ukubwa wake. Maono ya Mungu ni nini na maono ya mtu ni nini? Maono ya Mungu kwanza, nielezee kwa urefu tafadhali. Maono ya Mungu kwanza ilikuwa pale alipomuumba mwanadamu. Alimuumba kwa kusudi. Anasema atumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, ili wawepo duniani afu watawale duniani, lakini wakae kwenye maelekezo ya Mungu. Hiyo ni maono ya Mungu. Mungu aliendelea kuwatafuta wanadamu. Walipokosea alikuwa anawarudisha. Walipokosea sana akaangamiza, akasema nazaa upya, akaacha kina Nuhu, akatengeneza kizazi kingine, akaona hapa hatutoboi, akamuita Ibrahimu, akatengeneza kizazi kipya, ndo taifa la Israeli. Manaka aliselect sample ya watu ya jinsi Mungu anavyotaka wawe. Kwa hiyo tukisoma Biblia tutasoma sana habari za taifa la Israeli na namna mambo yalivyokuwa. Ile ni picha kamili ya kutuambia Mungu anataka iwe hivi, na namna alivyomtoa Yesu kwamba anataka watu wawe karibu na yeye. Kutokea hapo, ukishakuwa umemwelewa Mungu na kile Yesu alichokifanya msalabani, umeelewa maono ya Mungu. Hayo ni maono ya Mungu. Ila maono ya binadamu ni wewe unataka kufanya nini, unataka kuachieve nini. Kwani si Biblia ndio iliyosema kwamba pasipo maono watu waacha kujizuia? Without vision people perish. Watu wanapotea. Manake maono yanakuhitaji wewe, ni namna utakavyoitumia akili yako. Akili yako iko conscious. Kwa hiyo unavyokuwa na maono utajizuia kwamba nisifanye hivi, nifanye hivi, niende hivi. Maono ni kama mlinzi. Mako unakuwa unaishi maisha yenye maana ukiwa na maono. Kwa mahali popote pale ambapo sasa mtu amekosa maono, tunasema ameamua kupotea. Amechagua upotevu kwa sababu maono ya Mungu yapo. Ukiyakubali inabaki ni kazi kwako. Je, wewe uko tayari kuyatumikia maono yako? Hivi unajua wakati mwingine sisi hatujui kuomba. Utawakuta watu wanaomba, wengine wananena kwa lugha hadi kwa uongo. Ila asilimia kubwa ni kwamba hatujui kuomba. Hata Mungu mwenyewe kuna muda anaandika kwenye Biblia kwamba hamjui kuomba. Kwa sababu mmeomba mvitumie kwa tamaa zenu. Yaani Mungu akiangalia anasema hamna kitu cha maana unachokifanya, wanapiga kelele. Sasa utajiuliza, sasa namna nzuri ya kuomba ni ipi? Mimi Majaliwa Padi nikikufundisha nitakwambia namna nzuri ya kuomba Mungu ni uwe na maono makubwa. Yale maono yanakuwa maombi ya imani. Yaani unavyo practice maono, unamwambia Mungu uliumba mtu duniani
Na Mungu anafurahi kwa sababu anaona huyu mtu at least amefanikiwa kujua ni nini anachotakiwa kufanya duniani. Kwa hiyo maono ni wewe unavyojicultivate, unavyofanya, unavyo dream high, mpaka Mungu mwenyewe anasema yes, nina kijana wangu pale duniani, huyu ni balaa, kijana anajituma, anafanya vitu vya maana, Mungu anajivunia. Yaani kama wewe huna sababu ya Mungu kujivunia, sasa unapeleka maombi ya nini? Maombi ya nini? Kwa hiyo unapokuwa na maono makubwa, maana yake ni kwamba wewe na Mungu lazima muwe karibu, kwa sababu maono yanafanyika maombi ya imani. Unajua kama hauna kitu fulani kinachokunyima usingizi, Biblia inasema usingizi wake kibarua ni mtamu, lakini yule tajiri hapati usingizi kwa sababu anacho kitu kinachomhangaisha. Kwa hiyo maono ni kile kitu kikubwa kinachokutesa. Sasa kinapokuwepo hicho kitu kikubwa, kitakufanya usipende usingizi ovyo. Ndio hapo sasa utasema pasipo maono watu hushindwa kujizuia. Hawezi kujizuia wakati gani wa kulala, wakati gani wa kuamka, kwa sababu hauna kinachokuamsha, kinachokushughulisha. Kwa mtu ambaye ni wahovyo duniani ni mtu ambaye hana maono. Yaani ninatamani kwenye hii dunia watu wote tuwe na maono makubwa, alafu tutaifanya dunia kwa mahali pazuri sana. Maono yanaongoza. Yaani maono yanaongoza. Kabla yote niweze kusema kuwa wewe hauongozi kwa sababu umepewa nafasi ya kuongoza. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haongozi kwa sababu amepewa nafasi ya kuongoza. Anaongoza kwa sababu yapo maono ya kuyatumikia. Tanzania yenyewe ni matokeo ya maono ya mtu. Kwa hiyo kiongozi ni mtumishi wa maono. Naomba hili ndio lieleweke kwamba kiongozi ni mtumishi wa maono. Ni mtu ambaye maono yanamwajiri. Kwa hiyo kiongozi anaajiriwa na maono. Kumbe maono yana nafasi pia za kazi. Ndio. Maono ndio yanayokupa ajira. Wewe unavyokuwa unafanya unakuwa unayatumikia maono. Kwa hiyo mtu ambaye hana maono sije mwajiriwa wa chochote. Na kunawezekana anakalia ajira za amekosa ajira. Kwa hiyo kukosa maono ni sawa na kukosa ajira. Kwa hiyo ukiwa na maono, manake maono ndio yanayokufanya uyatumikie. Unapokuwa unayatumikia maono, manake sasa unaenda kwenye sehemu nzuri na sahihi. Na nikuhakikishie tu kwamba Mungu anatembea na watu wenye maono. Na maono nimekwambia yanafanyika maombi ya imani. Automatic ukiwa na maono utavaa ujasiri. Na ule ujasiri ndio sasa unaamsha hali ya kiroho ya kuwa karibu na Mungu, na unajikuta kwamba kule unakoelekea wewe kijana walika langu kabisa, mdogo wangu, mkubwa wangu, kitu pekee ambacho unakihitaji ni maono. Maono yatakwambia nani ukutane naye. Maono yatakwambia wapi uende. Maono yatakwambia nini ufanye. Maono yatakwambia nini uvae. Maono yatakwambia nini uzungumze. Maono yanakuongoza wewe. Labda nikupe mfano kidogo. Maono ni kitu ambacho kinaweza kusafiri kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Maono ni kama dira ya nchi. Kwa hiyo rais anapokuja au kiongozi anapokuja, anakuwa mtumishi wa dira ya nchi. Ndio maana nikakwambia maono yanaongoza. Kwa maana ya kwamba maono yanakufanya wewe uende ukayatumikie, uyatimize, uelekeze fedha zielekee huku. Badala ya kusema hizi hela ziende huku, na zielekeza kwamba hizi fedha ziende huku zikatumika kwa kusudi hili, kwa sababu maono yanakufanya uwe na specified direction, uelekeo uliochongwa, uliothibitishwa. Kwa hiyo nilikuwa nasema sasa nitoe mfano kwamba maono huwa yanasafiri kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Kuna mtu anaitwa Daudi. Nampenda Daudi kwa sababu mimi ni kijana wake. Mimi ni kijana wa Daudi. Ninampenda sana Daudi kwa sababu ni mtu ambaye ananifundisha vitu vingi. Unajua yule jamaa alipata shauku, alibuni maono kwamba mimi ninakaa kwenye nyumba nzuri, sanduku la agano likae kwenye nyumba nzuri, kwa hiyo ninataka kumjengea Mungu hekalu. Hayo ni maono ya Daudi
aliyoyabuni yeye, sio Mungu aliyompa Daudi. Sio Mungu. Mungu alipoona huyu jamaa na akili, akasema brother, hicho kitu unachotaka ukifanya ni hekalu linalonihusu mimi. Kwa sababu umemwaga damu nyingi, sitakuruhusu wewe nijengee hekalu. Ila mtoto anayetoka kwenye viuno vyako atayatimiza maono yako ya kulijenga hekalu. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba maono yalitoka kwa Daudi yakavuka kwenda kwenye kizazi chake, mtoto wake ambaye ni Sulemani ndio akamjengea hekalu. Lakini Daudi hakunyamaza, alisema okay, mimi sitajenga ila ninatakiwa kuandaa. Ndipo tukaona akafanya maandalizi ya vitu vitakavyosaidia ujenzi wa hekalu. Sulemani anapokuja na yeye akapewa maelekezo mazuri na baba yake kwamba mwanangu, sikiliza, iko mchongo huko 1 2 3 4, nahitaji ufanye ili haya maono yatimie, na ukifanya hivyo utakuwa mtu mkubwa sana, kwa sababu utakuwa umefanya kitu ambacho ni kikubwa. Na kweli hekalu la Sulemani lilipojengwa, tunamwona Sulemani akapewa kwamba utakuwa mtu mwenye hekima kuliko mtu yeyote, utakuwa mtu mwenye utajiri kuliko mtu yeyote ambaye yupo au atakaye kuja huko dunia mbeleni. Kumbe maono bwana yanaweza akakupa position ambayo hukuitarajia. Mungu anataka uutilize akili yako to the maximum. Mungu anataka uutilize akili yako to the maximum. Yani akili yako iwajibike, nguvu zako ziingie, uhusiane na watu wengine kwenye kile kinachokunyima usingizi. Hapo Mungu atasema nina kijana wangu anafanya vitu vya maana. Kwa hiyo tukaona maono yalitembea, vitu vilifanikiwa na heshima ilipatikana. Lakini je, assume maono yangekosekana, ni nini kingetokea? Perishing. Na tuliona kwa sababu iko mifano ya viongozi wengi ambao walikosa maono. Baada ya wao kuondoka, waliofuata ni uharibifu. Baba aliyekosa maono, nyumba inasambaratika. Baba mwenye maono, nyumba inaimarika. Maono yanakufanya wewe uishi na watoto wako vizuri. Maono yanakufanya wewe uhusiane na jamii yako vizuri. Maono yanakufanya wewe uhusiane na Mungu wako vizuri. Maono hivi ni bora ukose fedha kuliko ukose maono. Ndio. Kwa sababu ukiwa na maono na huna fedha, maono huwa yanaleta fedha. That is the great secret. Fedha haileti maono, ila maono yanaleta fedha. Labda nikupe mfano. Nikikwambia maono yanaleta fedha, trust me. Hivi unajua hata hapa Tanzania kuna vijana wadogo sana waliokuwa na maono. Baada ya kuyaonyesha yale maono, walichukuliwa wakaenda huko nchi za nje. Leo hii wanatamba sana. Yuko nani? Gibson Kawago. Leo hii yuko wapi? Anakula vizuri, analala pazuri. Ni nini kilichompeleka? Ni maono. Yale maono makubwa yaliyokuwa nayo yakamletea fedha, yakamletea heshima, yakampa exposure, yakampa watu. Kwa hiyo ni tabia ya maono. Ndio maana nikakwambia unapofanya maono yanaboresha wito wako. Kile ulichoitiwa ukifanya, ukikipractice kupitia njia ya maono, utajikuta wito wako umekuwa mkubwa. Mchungaji mwenye maono makubwa, wito wake unakuwa mkubwa, atafahamika na nchi na mataifa. Ni kwa sababu gani? Maono yameuboresha wito, na ule wito umetambulika na watu tofauti. Kwa hiyo sasa tunahitaji maono kabla hata ya fedha. Leo hii ukiwa na maono makubwa, by the way, nataka uniambie, ulipotoa proposal yako ya maono yako makubwa kwa watu ambao tayari labda wana fedha, unataka kuniambia hawakukupa fedha ili yale maono uliyowapeleka yaweze kutimia? Ndivyo hivyo ilivyo. Ukitaka kukaa na rais, hebu boresha maono yako. Rais sio mtu wa mbali sana, ni mtu wa karibu ambaye mnaweza mkapiga naye hivi story. Ila ni kitu gani atakacho kinunua? Yani what do you offer? Ni kitu gani unachokiuza? Uza maono yako. Kama una kitu nakiona, una picha kubwa unaiona, i-display. Acha kuificha uvunguni, ionekane.
kile kitu ambacho kiko ndani yako ni msukumo wako, kifanye kionekane. Do business. Nimekwambia fanya biashara yako, uza maono yako brother, wanunuaji wapo. Alafu maono yanaleta fedha, maono yanaleta heshima, maono yatakutambulisha, maono yatakupa exposure ya ajabu sana. Ni maono. Nataka nikwambie tu kwamba makanisa makubwa yaliyojengwa, kilichotangulia ni maono. Usitaki kuniambia lile kanisa la Askofu Gwajima alilijenga kwa fedha zake mfukoni, ila alilitoa kama maono, kwamba jamani, nina maono haya. Alivyo ya display, watu wakayabuy. People buy into vision. Watu wanaingia kuyanunua yale maono. Maana wewe uza maono, maono watu wanayanunua. Naweka kwambia, yani hicho ndio kitu ambacho unakihitaji. Wewe ni wakazi gani? Ila kile kilichomo ndani yako ndicho kitu cha msingi na cha lazima. Nimekwambia maono ya Mungu yako wazi, ila Mungu alikupa wewe kusudi. Lile kusudi ndicho kitu ambacho Mungu anataka kitimie ukipractice, ukiishi. Ila maono ni wewe unavyoona. Ndio maana yanaitwa maono. Vision, what you see. Yani ni kitu wewe unaona nini. Hiyo ndo maono. Maono ni picha ambao wewe unaiona. Ni namna ambavyo kichwani mwako kibuni kesho yako unaiona. Ndio manake hauzuiliwi kuona. Maono ni wewe. Tusimsingizie Mungu. Maono ni wewe. Mungu anataka watu ambao wako active. Brother, hivyo umemwomba Mungu. Trust me, wewe muombe Mungu. Unaomba vya kutosha ila humuombi Mungu. Nataka nikuvuruge. Ninamaanisha kwamba unachokifanya unamshukuru Mungu kwa yale ambao unaamini kuwa ameyatenda. Kama kulala, kuamka, ulikuwa na shida ya 100,000 ukaipata, unamshukuru Mungu kwa vile alivyokupatia. Ila ni kitu gani ambacho unasema hichi kitu kinakusumbua kichwa pako kikao unasema Mungu nisaidie? Hicho kitu kama unacho, basi umeanza kumwomba Mungu. Ila vinginevyo haujaanza kuomba, unamshukuru Mungu kwa ukawaida, kwa sababu Mungu sio wa kawaida. Maono yanakutofautisha wewe kutoka kwenye ukawaida, yanakufanya uwe mtu mwingine tofauti kabisa. Sasa kama utanielewa hapo, yani maono yanakufanya uwe mtu wa tofauti kabisa. Yani tofauti kabisa, kitu unachotaka unaanza kukiona kwa ukubwa ule. Ndio maana nikasema maono yanafanyika maombi ya imani. Yani kuna kitu ambacho unaamini utakitimiza ni kikubwa, kinakuzidi umri. Sasa kadri unavyoishi na unaamini unakitimiza, ndio sasa hayo ni maombi ya imani. Na unavyosema nifanye hivi, nimuombe Mungu anifanikishe nikutane na mtu fulani, hayo ndio maombi sahihi, na Mungu ndivyo anavyotaka hiyo hivyo. Lakini vinginevyo hivi vidogo vidogo tunamsumbua tu Mungu, by the way. Yani kama hakuna kitu unachokifanya mpaka wewe mwenyewe kinakushangaza, bado hatujaanza kumwomba Mungu. Hiyo ni concept nayo. Labda niwaambie watazamaji, kama kuna mtu kwenye haya mazungumzo nimemvuruga, basi aandike kwenye comment, aseme ni nini hasa ambacho anahitaji nimjibu. Kama ameelewa pia naomba nione kwenye comment kwamba ni kitu gani ambacho amevutiwa nacho. Lakini pia tupeane, tusibaniane, si ndio? Kama kuna kitu ambacho umeona kimekugusa na kimekupa hatua, mimi furaha yangu ni kuiona comment yako pale. Hapo chini kiona umelike, lakini pia umeandika maono yako, utakuwa umefanya jambo la maana. Na ikiwa una swali, naomba uliandike